Mambo vipi traders? Leo naenda kushare kitu kimoja ambacho kinaweza kusaidia kidogo trading career ya mtu ambaye ana trade ya normal market structure, au kama strategy yako ina involve normal market structure ya ku break na ku take buy, una break una take buy. Kwa maana yake mtu anaye trade namna hii huwa ina feel challenging ku take entry katika eneo la price ambapo haimpi enough retracement au enough pullback kwa ajili ya continuation. Sasa I'm going to share some tips za kuchukua entry katika maeneo kama haya. So ambapo mimi naangalia ukienda kwenye lower time frame direct hapa unaweza kupata market structure ambayo utaiona vizuri, lakini inakuwa na traps nyingi sana. Na kuchukua maamuzi kutokana na time frame ndogo sio safe sana, kwa sababu tunaamini kwamba maamuzi ya time frame kubwa ndio safe zaidi kwa upande wetu. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye time frame ndogo, lazima kuna vitu tufanye tuviconsider kabla hatujaenda kufanya execution kwenye time frame zetu ndogo. So nitaenda kushare kitu kimoja kabla sijaongelea hii issue. Nitaenda kushare issue, yani ni issue kidogo kuhusu liquidities na nini. Maana kwa tunaamini kwamba price inapokuwa ina move, price huwa inafanya huwa ina target zile areas ambazo zinakuwa na liquidity, yani especially zile external liquidity. Maana kwa tunasema price kwa juu huku huwa tunasema tunakuaga na buy side liquidity, lakini huku chini kunakuwa na nini, kuna sell side liquidity. Maana price ikiteka out external ya buy side, next target inakuwa ni external ya sell side and vice versa. Kumbe basi tutasema kitu kimoja, kumbe basi hata kwenye morphology ya candle ninavyoongelea candle hii hapa, maana yake nasema kwamba huku juu kutakuwa na buy side liquidity, chini kutakuwa na sell side liquidity. Kumbe nikiona candle yote ambayo imeteka out huku, imefunga, imesweep huku juu, maana yake ina possibility kubwa kuja kuona price inakuja tena nini, kutarget kuja kusweep hapa chini. Maana yake ndivyo price inavyo move. Maana yake namaanisha kitu gani? Maana yake wanasema kwamba candle moja maana yake inakuwa na nini, inakuwa ni morphology ya candle nyingi. Maana yake nikiongelea let's say kama hii ni candle ya daily, hii ni candle ya daily, ninategemea nikiingia ndani yake humu nikutane na nini, nikutane na candle nyingi za wani hawa zinashuka chini, unaona. Na nategemea nikienda kuangalia hili hapa eneo, kama ni daily candle imefunga, imeshafunga, nategemea kuja nikiingia kwenye wani hawa nione pia huko kote candle za wani hawa zimefunga. Na hiyo ndio ile idea ya kutumia time frame coordination daily H1 dakika 15 na monthly hapa. Maana yake nataka nikifungua monthly time frame ambayo ikishafunga monthly, ndani kwake nione nini, daily pia imesha close, H1 isha close na hii pia isha close. Nikitumia coordination hii hapa, basi nataka kuona nini, nikifungua H4 candle kwa ndani yake nataka nione pia nini, kama hii candle ime close nataka nione pia candle za settlement zote zimeshanipa close, nifanye maamuzi mazuri. Maana yake na maanisha kitu gani? Price hii itasaidia kukupa maamuzi ya time frame kubwa bila kuangalia market structure, kwa kuangalia candle tu chache. Let's say kama hii ni candle ambayo ilikuwa ina drop, maana yake hii ni candle ya bearish ina wicks hivi, alafu ikatokea candle nyingine ambayo either ikafunguka ikaenda kusweep chini huko, ikasweep afu ikaja ikafunga ndani, maana yake ikafunga bullish candle. Maana yake na yenyewe pia itakuwa na wicks, wiki yake kaje imekuja kuteka out hii low hapa, afu ikaenda kufunga ndani, ikafeli kufunga chini, unaona. Maana yake hii kama maana yake nasema hapa imeteka out sell side liquidity. Hii ina possibility kubwa sana ya kwenda kuteka out nini, next buy side liquidity. Kumbe kupitia concept ya hizi liquidity naenda kupata maamuzi au direction ya price kwa kutumia candle ngapi? Candle chache sana. Kwa sababu ninavyopata hii direction kwenye time frame kubwa kwa kutumia maamuzi ya time frame kubwa, ninapata nguvu mimi ya kwenda kutafuta. Nikipata any confirmation kwenye lower time frame hapa, naweza nikafanya nikaungana na hii movement ya time frame kubwa. Hivyo basi tenda kuongelea vitu
chache sana. Scenario ya kwanza utakuta kama ni bullish candle, let's say hii hapa ina wicks zake, price imekuja imefunguka hapa, imeenda ku take out, imefunguka ikaenda ku take out, ikasweep huku juu kwa wicks, ikaenda kusweep huku juu ikasweep, afu maana yake hii hapa inakuwa ni nini? Hii hapa inakuwa ni bearish. Maana yake nategemea nipate sales kuendelea kushuka kuja ku target hii sell side liquidity. Maana yake hii ni kama nikiona hiki kitu nasema kwamba price ipo kwenye selling momentum na vice versa kwa bullishness. Ngoja nikuonyeshe PDF hapa nilikiweka. Angalia, ukiona hiki kitu imesweep juu alafu imefunga ndani, maana yake hii price ina possibility kubwa sana ya kwanza kuseli kuja kutarget hizi nani liquidity za hapa chini. Same kwa hii hapa, ikisweep chini alafu ikaenda unaweza kaangalia kwamba imesweep chini alafu imeenda ku target za juu alafu ikafunga nje. Maana yake hii ni confirmation ya kuendelea kupush price kuelekea juu. Hasa ukishakuta imekaa hivi, maana yake price imekaa namna hii, price imekupa sweep, let's say hii ni candle, price imekupa sweep hivi, unaona huku, maana yake price imekuja kufunguka ikakupa sweep juu, ikakupa na sweep chini afu ikafunga ndani, maana yake hapa haijachagua upande. Kwa sasa hii price action hivi, maana yake hii ni unaweza avoid ukasubiria uone any other candle itakuja kufunga bullish. Kama ikifunga bullish hapa, basi itakuwa ni kubai kuendeleza movement. Maana yake hii ni hapa ni ya ku avoid au ni ya ku wait. You can wait. Ukipata nani ya hivi, maana yake hii hapa haijakupa maamuzi yoyote kwamba inaelekea chini au juu. Maana yake hii pia ni ya kufanya maamuzi kwa kuwa makini sana. Maana yake nasubiria take out upande mmoja ndipo nijue my direction inayofuatia. Hii hapa ikiteka utijua fika ikafunga bila, maana yake ni indication kwamba na move bearish. Same applies kwa hii, ikiteka out ikasweep afu kaenda kufunga ndani, maana yake imeshachagua upande kwamba nimesha take out sell side, maana yake next target ni huku juu. Kosa hii hapa inakuwa ni kama bullish. Kwa hiyo hapa ni jinsi gani ya kupata sana sana hizi daily buyers au buyers za time frame kubwa kwa kutumia nini? Kwa kutumia just some few candles and candle morphology kama hivyo. Sasa kwa kusema hivyo basi tutaenda kuzingatia kwenye kesi nilokuambia kwamba jinsi gani ya kuzitrade hizi. Maana yake nategemea nione kitu gani. Kama hii ni bullish candle na ina wicks zake, let's say candle ikafunguka hapa, let's say candle ikafunguka hapa, bearish candle ikaja hapa ikasweep chini afu ikafunga, let's say ikafunga ndani hivi, aidha ikafunga hata bullish kabisa, ni sawa tu, ifunge bearish ifunge bullish, lakini ikafunga ndani. Lakini ikifunga bullish inakuwa ni nzuri zaidi. Ikasweep hapa afu kaenda kufunga ndani, maana yake ina indicate kwamba naweza nikaanza kufanya kurudi hapa ndani. Sasa confirmation nitapata vipi? Nataka nione angalau candle nyingine itakayokuja kufunguka hapa kwenye lower time frames, nije nipate closure hapa juu. Nikija nikapata candle nyingine ambayo inakuja kunipa closure kwenye hii candle ambayo imesweep, basi hii ni kama anachukua kama confirmation ya price kwa hiyo kwanza kumove kuelekea hapa juu zaidi. Kwa sababu kitendo cha hii candle kufunga above another candle ndio mimi huwa nakiita nini? Nakiita defensive line. Kumbe sa defensive line ni kile kitendo cha nini? Unakuta market na trend kwa namna hii, lakini unakuta kila candle inakuwa ina close above the other candles wick kama hivi. Maana yake kikifanyika hichi kitendo, nasema hii sehemu inakuwa ni strong, sio rahisi sana price kuja kufanya pullback kuja kuitake out. Nataka kuendelea kuona hii momentum hapo, unakuta ina momentum kubwa sana. Price yani inakuwa haina nguvu tena nini ya kuja kurudi chini zaidi kwa sababu inakuwa ina close na body. Maana yake hii kwangu mimi wanaitaga nini? Ni bullish defensive line, inaelekea juu. Maana yake and vice versa, nikianza kuona some candles zina print bearish kama hivi, lakini kila candle inayofunguka inafunga
below wiki ya ile candle nyingine, anasema hii mimi nini ni bearish defensive line, zinakuwa zinafunga hivi. Kwa sababu hii na treat kama nini? Na treat kama ni bearish defensive line. Maana yake price ikifunga hivi, maana yake ananiambia kwamba niko bearish, sawa sana zile pattern ambazo nimekuonyesha pale. So the concept behind hapa ni kwenda kupata moves kwenye price ambayo imesimama, hainipi retracement nzuri. Kwa hiyo napata maamuzi ya time frame kubwa kwa kutumia candle chache, halafu nafanya maamuzi kwenye time frame ndogo ili niwe safe zaidi. Hiyo ndo concept yangu behind. Kwa hiyo basi nitaenda kuangalia kitu gani? Nitakuwa na trade kwenye psychology moja kwamba price inapokuwa ina move inanipa zile defensive line. Ikija nikapata sehemu ambapo kuna failure, let's say price inanipa defensive line alafu kendo nyingine ikafunguka hapa ikaenda kunipa failure, ikafeli kufunga above, ikafunga let's say ikafunga ndani, maana yake ikasweep hii high hapa ikafunga ndani, maana yake hii inanialert kwamba ni muda wa pullback ndefu kidogo kurudi hapa chini. Sana sana huwa inakuja kwenye hii hapa kwenye hizi week overlap za previous defensive line hapa, inakuja kufanya reaction hapa, inanipa tena confirmation, naondoka. Kwa sababu kumbe nikipata hiki kitu inatakiwa niangalie kitu gani? Nikipata hiki kitu inatakiwa niangalie the same confirmations ambazo ninazitumia kwenye kuangalia wakati na buy, natumia same confirmations. Kwa maana gani? Price imenipa defensive line hivi, afu imefika hapa juu, kendo nyingine iliyofunguka hapa ikafail, ikasweep afu ikafunga ndani. Maana yake nikishuka hapa chini nategemea kuona hii kendo zina print kurudi hapa chini. Ikifika hapa chini nataka nione same reversal pattern. Kendo ya hapa ya mwisho itakapofungukia hapa, nataka kuona inakuja kuwa swept, inakuja kuwa taken out afu inafunga ndani. Maana yake hii ni confirmation ya kwamba naanza kurudi ndani. Nadhani naeleweka. Kwa sababu nategemea hapa chini nione pia ni same reversal patterns. Nione kitu gani? Nione hizi candles zinazo print bearish hapa. Nije nione another candle ina print hapa, lakini ikiprint hapa ifail, inipe sweeps. Isweep hii wiki ya hapa afu ifunge ndani. Ikishanipa hichi kitu naenda kuangalia nipate tena nini? Candle nyingine ambayo inakuja ku close hapa above, ambayo hii candle itakuwa ni bullish. Maana yake candle itakayokuja hapa itakuwa ni bullish candle, ije inipe closure hapa above. Maana yake nitengenezee series ya defensive line nyingine. Nikipata hichi kitu, maana yake ni indication kwamba this is a continuation. Hivyo ndo naangalia buyers ya time frame kubwa kwa kutumia nini? Candle to candle, au kwa kuangalia hizi candle morphology, candlestick anatomy na nini. Kosa saying so nitaenda kuonyesha on how to catch moves kama hizi. Hii ni BTC. Kama tulivyoona price ya wiki iliyopita, hii ilikuwa na movement fulani hivi za hatari sana. So starting with BTC nitaangalia kitu gani? Au you can take, hata tuanze na gold, maana mostly gold ndio watu wana prefer. Starting with gold, hizi zinasaidia kupata kwanza maamuzi ya time frame kubwa. Kosa kwa mfano kama unakuta unafanya analysis ya time frame kubwa, unaangalia either kwenye monthly. Kwenye monthly mara nyingi sana huwa watu wa market structure wao tunapenda kumaki na kuja hapa, naanza kuangalia huku price iko bullish, naanza kumaki hizi. Hii ni idea nzuri, lakini unakuta ni masoko ambayo yametokea zamani sana. Kosa hayakupi wewe confidence kubwa ya kuteki trade kwenye current price action. Kosa inatakiwa ni study tu hii area ambayo inaendelea hapa, niachane na historia huku ya nyuma sana. Hizi nitazifanya kwenye time frames ndogo za 4 hour, 1 hour, nitafanya hicho kitu, lakini kwenye current price action na track kwa kuangalia the current price action inaniambia kitu gani. Kosa kwa mfano nikivuta kwenye gold hapa, naona kitu gani? Naona price ilikuwa hapa chini. Unaona? Hasa hizi reversals zipo za aina nyingi. Kuna hizi reversals zingine za failure. Price inavyo print hizi candle, hizi kuiongelea of course. Imeprint candle ikakuachia wicks, unaona? Lakini hii candle nyingine ilikuja kufunguka hapa.
ikawa ni candle ambayo haikusweep, ni candle ambayo haijasweep, lakini ikaenda kufunga bullish. Unaona, ikafunga bullish lakini candle yake ilifeli kusweep. Maana yake hapo unasema kama ile failure swing. Alafu hii candle ya hapa, maana yake nikija kupata any closure hapa, maana yake nikapata another bullish candle ambayo inakuja kunipa defensive line, ni indication kwamba price inafanya jarudi ndani zaidi. So in the case of gold, naangalia nini? Nitaona hapa chini kwamba the price ilikuwa na bearish momentum, lakini hii candle ikaja kufanya some rejections, ikashindwa kusweep na inaenda kufunga ndani. Lakini pia nikaja nikaona kwa mfano kama huu mwezi ukifunga candle ikifunga bullish huko juu, maana yake hizi zitakuwa ni indication kwamba price inaweza kaendelea juu zaidi, au mostly sana watu tunaangalia hii, maana yake tunategemea hii kama hii sehemu hii ya buy side liquidity ikija kuwa taken out, hii kama candle ikifunga juu hapa bullish, maana yake price ina possibility ya kuendeleza movement kuelekea juu, lakini ikifunga ndani, maana yake price ina possibility ya kuja kuzihunt hizi liquidity za hapa chini. Ukiangalia katika weekly, kwenye weekly naona tulipata reversals nzuri kwa sababu tulisweep hapa. Unaona watu tunaangalia candle ambayo imekuja kusweep, nilipata sweep kwenye hii candle, maana yake hii candle ndio ilisweep. Kwa sababu nategemea nikipata any closure above candle ilonipa sweep, ni indication kwamba naanza kufanya retracement kuelekea juu. Kwa sasa hivi ni vitu vya kuangalia kwenye case kama hizi. Kwenye case kama ya BTC kwenye time frame kubwa unaona kitu gani? The price hii hapa ni weekly, ukaweza kucheki pia kwenye monthly. Monthly ina nani nzuri. Angalia hii candle ya mwisho hapa, price ili sweep afu kaenda kufunga ndani. Maana yake kisha sweep hapa afu ikafunga ndani, maana yake hii indication kwamba price inaenda kutarget buy side liquidity huko juu. Kosa kumbe kipindi candle imefunga nilikuja kutafuta mazingira ya kuingia kwenye hili eneo baada ya hii candle kufunga, niendelee kupush price kuelekea juu kutokana na coordination yako. Maana yake nikitoka monthly nategemea niende kwenye kutokana na coordination za wengi daily. Kosa ningekuja kupata nini? Maana yake saa hii hapa ndo uzuri wa kuangalia hizi. Maana yake kwenye time frame ndogo unaona kama hii hapa ni kama break of structure, lakini time frame kubwa inakwambia hii hapa ni sweep tu, sio closure. Ndio maana hii sema ikaja kufail. Kosa ningeanza kutafuta baada ya hii sweep baada ya hii candle kufunga ile ya monthly, ningeanza kutafuta buys kuja kutarget hii high ya huku jambo kondo price imeshafika. Kosa ni jinsi gani unaweza kupata buyers ya time frame kubwa kwa kutumia a very few candles. Hata ukiangalia katika miezi mitatu utakuja kuona pia buyers nzuri kwamba price ili sweep hapa chini, maana yake target ya price inataka kuja wapi? Inakuja huku juu kwenye buy side liquidity. Kwa hiyo unapata nguvu ya kuendelea kubuy mpaka price itakapofika wapi? Itakapokuja kusweep hapa juu, ndipo utaanza kutafuta some sells. Na ndio maana price sasa hivi mpaka sasa hivi inaendelea kupush kuelekea juu zaidi, kwenda kutarget hii high kabisa hapa juu ya hapa ni monthly external liquidity au monthly high. Unaona kosa ni jinsi gani unaweza kupata buyers rahisi. Sasa kupitia hiyo same concept naenda kuonyesha jinsi gani sasa kupata hizi movement. Starting with gold, naweza nikaona kitu gani? Sasa nimekwambia kwamba tunapokuwa tunatengeneza hizi defensive line, maana yake ni lazima pia tunakuwa kuna time frame ambayo utaona kama inakupa defensive line nzuri, na kuna nyingine utaona haikupi nini, haikupi defensive line. Unaona kosa nikiona kitu kama hicho, kosa kumbe lazima nichague kwamba nitakuwa na defensive time frame. Defensive time frame ni time frame ambayo nikiangalia hiyo movement naona inanipa defensive line, maana yake inakuwa na print candle ambazo zina close above kila wiki yake. Nasema hiyo ni defensive time frames. Kosa lazima pia uselect your defensive time frame. Kwenye scenario kama hii nishapata buy zangu kwamba mimi na buy kuelekea juu, naangalia defensive time frame yangu. Sana huwa tunaangalia sana nini? Time frame
time frame ambayo mimi naitumia sana kwenye defensive line sana huwa ni H4, ambao pia huwa inatoa defensive line nzuri. Kwa ukiangalia kwa mfano kwenye BTC hapa niko naona price inafanya movement kubwa, kila candle na close above ya candle nyingine kwa maana yake ni indication ni kwamba price ipo kwenye movement ambazo ni sharp. Kwa sababu movement kama hizi nikisubiri confirmations mara nyingi sana huwa na miss. Kwa hiyo nataka ukishapata any confirmations unaingia aggressive. So taking case on gold kwenye 4 hour naona kitu gani? You can use pia daily like sema sa daily inakupa maamuzi ya muda mrefu sana, utasubiria mno kuja kupata entry. So from the 4 hour mimi natumia 4 hour. Naangalia kitu gani? Naangalia price. Nishajua kwamba movement yangu inatakiwa kufika kule juu kutokana na time frame kubwa. Kwa sababu nakuwa na track this defensive line zinapokuwa zinatengeneza kwamba kila candle inakuwa inanipa closure above candle nyingine. Angalia kipindi price ikifeli kukupa close above another candle, maana yake hii ni indication kwamba price inataka kufanyaje? Inataka kurudi kufanya consumption kwenye hizi week overlap au kwenye hii hapa area iliyopita. Maana yake hizi week overlap huwa ni kama structure price market ili spike juu ikaspike chini afu ikaondoka. Kosa hii ni kama structure tu ambayo tunaitumia kwenye entry zetu za kawaida. Kosa ni kama nini? Structure kawaida. Kosa price inaweza kapuu chini kidogo afu ikaondoka. Sasa unapopata kitu kama hiki usiingie aggressive kwa kuangalia hii previous market iliyotokea hapa au ile ambayo umepata hapa ya kuingilia. Subiri current price action ikupe confirmation ndipo execute. Kwa sababu nikishaona angalia hii candle ilivyofunga above hii nyingine, alafu next candle ikafanya ikasweep alafu ikafunga ndani, maana yake hii ni indication kwamba price ina lose momentum, inataka kushuka chini. Sasa nashuka kwenye time frame ya chini naenda kusubiria any confirmations. Sana you can look to the 30 minutes au H1 kutokana pia na coordination zako na nini. Kwa sababu nikishuka kwenye time frame ya chini naona kitu gani? Nataka mimi nasubiria hapa na kwa tu patient. Kwa sababu nakuwa na track hii movement inayoshuka hapa chini, naangalia price yangu itaniofa mazingira gani. Nikiangalia reverse ambayo naitaka mimi kuona, nataka nije kuona candle ina sweep alafu inaenda kufunga ndani, alafu ikifunga ndani nije kuona tena inatengeneza nini? A bullish inatengenezea nini? A bullish defensive line. Maana yake nataka nikija kuangalia nakuwa na track hizi movement, nikiangalia last movement price ilinitengenezea sweep hapa, ilipotengenezea sweep ikaenda kufunga ndani, afu nikaja nikaanza kuona nini? Price inanitengenezea nini? Bullish defensive line. Maana yake kipindi price imeenda ku close above hii high, hizo ni kama confirmation kwamba price yangu ipo ready kuanza kurudi au kuanza kuondoka, si ndio? Kosa hizi zinakuwa ni kama confirmation kwenye lower time frames, lakini nakuwa nishajua maamuzi yangu kwenye time frame kubwa yananiambia kitu gani. So nikishapata hizi scenario, maana yake nakuja kuangalia nini? Price itakuja kurudi kunipa nini? Kunipa entry. Kosa hapa naenda ku execute kutokana na nini? Kutokana na entry modo zangu za kawaida tu kwenye lower time frames. Lakini pia unakuwa unazingatia na concept za kawaida ambazo watu na trade za market structure yetu ya kawaida za liquidity na nini kama kawaida tu. Okay, sasa maana yake price sana huwa ina reverse baada ya kuteka out a certain internal liquidity, ndipo inapata nguvu ya kurudisha price kuelekea juu zaidi. So ungeshuka chini zaidi kwenye dakika 5 kwenda kutafuta entry katika hayo maeneo yako. You can see here, let's see. Huko ni mbali sana. Unaona? Kwa sababu price yako maana yake ukimaki structure kwenye time frame ndogo utakuja kuona kabisa kwamba ni structure ambazo kwamba hii area yako ilikuwa ni kama ile area nini ambayo sisi tunaita ni kama transition au shift. Lakini sasa ukitumia maamuzi ya time frame kubwa yanakupa area ambazo ni lili tofauti na kwamba ukija kwenye time frame ndogo, maana yake pia ungekuwa trapped kuingia hapa
baada ya kupata hii area unakuwa trap, lakini ukiangalia time frame kubwa inakataa. Kosa unafanya ku avoid hizi fake out kwa kutumia maamuzi ya time frame kubwa kwa kuangalia zile candle to candle. Kosa ungekuja kutake entry yako popote pale kutokana na entry criteria zako, ungekuja kutake buy yako hapo kuendelea kupush price juu. Ukishafanya maamuzi hapo, unarudi tena kwenye defensive time frame yako ambayo ni 4 hour. Unaenda kuendelea kutrack hii movement. Kwa sababu baada ya kutoka kwenye hapa area nikabai hapa, price ikaendelea kutengeneza nini, another defensive bullish defensive line kwa kuendelea kunipa nini, closure above kila candle. Price ikaja kafeli kunipa nini, closure above hapa. Mimi nitafocus na nini, na ile previous week overlap ya nini, ya defensive line iliyopita, na kuja kuangalia price yangu itanipa confirmation katika hizo area, ambazo area zangu ni hizi hapa. Ilikuwa ni hapa ni hapa price ilikuja kufeli kunipa another defensive line hapa, candle haikufika juu ikarudi chini. Kwa sababu nakuja kufocus na hizi area zangu kwa ajili ya kutake entries. Kwanza nikishuka kwenye time frame ya 30 minutes au 1 hour, na kuja kuchukua hii tu kama point yangu of focus, lakini si place any order hapa, nasubiria market inayoshuka hapa ya chini ikubali. Inakubali vipi? Na kuwa na track hizi movement kwenye dakika 30 au 1 hour. Pia ni 1 hour ni the best sana pia. Kosa nakuwa naangalia hizi kipindi hii price itakapokuja kunipa sweep afu kaenda kunipa confirmation ya closure, ndipo nafanya maamuzi hizi kwenye 1 hour to the 1 hour. Itoa confirmation nzuri kama unavyoweza kuona hapa. Price ilinitengenezea sweep. Angalia price ilinipa sweep afu kaenda kufunga ndani, afu baadaye price ikanipa bullish defensive line kwa hii candle kuja ku close above the week. Maana yake kisha close hivi, maana yake price inaniambia kwamba hii ni area yangu ya kuja kutake buys hapa ndani kwenye hii candle hii, kwa sababu imenitengenezea bullish defensive line. Kwa sababu mimi ningeshuka direct kwenye haya maeneo kwenda kutake aggressive buy dakika 15 hapa chini, kwa sababu baada ya ku close hapa above ninakuja kutake entry yangu hapa, ambapo price ifanye ilirudi kateki buy, lakini pia haiko violate hii low. Yapo ikaribia kusweep lakini haiko violate. Kosa ningechukua entry yangu huko ndani nikaendelea kubai kuelekea juu. Nikimaliza kubai tena pale na stick tena kwenye defensive time frame yangu. Price pia ilivyotoka hapa ilienda tena ikarudi kwenye entry point. Kwa kama ungechukua maamuzi kwenye hizi time frame hii, baada ya hii ku retrace hii ni 4 hour, okay. Baada ya hii price kufanya retracement tena hapa, hiyo buy tulikuwa tuna take hapo, okay. I was confused by this structure kwa formed. Ilikuwa ni hapa, si ndio? Price ilivyorudi hapa, okay. Hizi ni structure nimezichanganya, okay. Tulikuwa tunaongelea hii structure by the way. Baada ya hii kufeli kunipa defensive line, maana yake ilikuwa tunatafuta buy wapi? Tunatafuta buy kwenye hii area. Tulikuwa tunatafuta hii buy hapa. Tumefeli kupata closure, tukaja kwenye previous defensive line. Ngoja ni mark kabisa hapa. At this point ndio kufocus na hii hapa area kupata hii movement ya kubuy kwenye 30 minutes. Ilikuwa ni hapa chini. Okay, maana yake nilikuja ku take buys kwenye hii hapa area kwa kuangalia confirmation hii price ilivyokuwa ina drop hapa. Kipindi price imekuja kunipa nini? Sweep afu kaenda kufunga ndani. Maana yake ni indication kwamba ilivyokuja kunipa tena another bullish defensive line. Unajua kwamba hii area yangu ni ya kubuy hapa ndani. Nikija kufocus na hii area ya kuja ku take buys. Kwa sababu nilikuja ku take buy kwenye dakika 5 au chini zaidi, nilikuja ku take buy yangu hapa. Price yangu ikarudi ikateki buy yangu hapa. Unaona, ningeteki buy yangu hapa chini. Kutokana na entry criteria zako, sa entry model zako zozote unaweza kuteki buys kwenye hii hapa ile ya humu ndani. Ukaendelea kupush price to the upside. Kwa sababu ni mfano tu wa how unavyokuwa unateki hizi
consideration. Ukitake buy pale, maana yake unaweza kutoka kwenye next high ya hii ya hapa, ukatoka hapa au ukaendelea kusubiria kuendelea kuona defensive line zinakuwa formed. Ukiona failure, basi unaweza ka exit ukatafuta entry nyingine, au ukaendelea kufanyaje, kusubiri for more continuations. Unaona price defensive line ikatengeneza defensive line, lakini hapa price ikafanyaje, ikafeli kutengeneza defensive line, ikasweep tu ikafunga ndani. Manake na kuja kufocus na defensive line za chini zingine, kuja kusubiri entry yangu. Kama sitapata confirmations ya time frame kubwa, inakuwa sio safe sana. Kwa sababu nikiangalia katika dakika 30 ninge track hii movement inapokuja hapa kwenye li yangu ambayo nitakuwa na focus nayo mpaka nitakapokuja kuona any confirmations na ingia ku take trade. Kwa sababu hivyo ndivyo unaweza kupunguza noise za hizi structure na nini. Unaweza kuangalia hata pia kwenye cases za silver pia yenyewe pia ilikuwa ina aggressive. Kwa sababu unaangalia kwenye time frame kubwa, maamuzi yake yanasema vipi. Kwenye time frame kubwa hizo, kwenye monthly unaona kitu gani? Kwenye monthly, kwenye silver unaona kwamba price ilikupa hii nini, ilikupa hii closure hapa chini, ili sweep alafu ikaenda kufunga ndani. Maana yake indication imesha take out sell side liquidity. Maana yake nataka kuona silver inakuja wapi, kwenye next high ya candle, kuja kusweep hizi buy side liquidity, ndipo tuanze kupata sales. Nataka kuona price inakuja na sweep hapa, ndipo nianze kupata sales. Kwa sababu hii indication ni kwamba price ina momentum ya nini, ya kuelekea juu. Kwa sababu kipindi hii candle, hii monthly candle imefunga, mimi ningekuja kutafuta confirmations kuendelea kufanya kupush price kuelekea juu. Kwa sababu nikuja kwenye coordinated time frame yangu ambayo ni nani, ni daily, nikaangalia nini, nikaangalia same reversal patterns. Kipindi price imenipa sweep hapa afu ikaenda kufunga ndani, maana yake ningesubiri price nipe defensive bullish defensive line kwa kunipa closure above hii candle. Maana yake ikishanipa defensive line inaniambia kwamba hii sehemu tayari price imekubali ku reverse kutokana na maamuzi ya time frame kubwa. Kosa jeli yangu hapa ilikuwa ni eneo zuri la kuja kuteki entry za kuendelea kubuy. Kosa unaweza kwenda kwenye 1 hour kwa ajili ya kuchukua entry zako, au kwenye dakika 15 kutokana na entry model zako zozote ambazo unazitumia unaingia. Kwa ukiangalia price hapa ikitegemea rudi, lakini price ilimiss karudi ikaishia kwenye hii area hapa juu. So any confirmations unakuwa flexible pia. Kafika hapa ukafanya maamuzi kutokana pia na hii time frame ya hapa, au any confirmations ukateki buy yako kuendelea kupush price kuelekea juu. So that is it. Kwa hiyo sitegemei sana, usipende sana unapokuja kwenye time frame ya miezi mitatu. Unafika kwenye miezi mitatu alafu una maki kwamba una maki hivi, unasema kwamba price inaweza ikaja huku chini, ni sahihi, lakini haya maamuzi ni ya muda mrefu sana. Lakini ukiamua kuangalia maamuzi ya price action ambayo inaendelea hapo, unaweza ka track tu ukasoma hizi candle kwamba price imesha sweep hapa chini. Kama ikifunga ndani, basi price ikifunga candle ikifunga ndani, maana yake price inaweza ikawa na possibility ya kuendelea kupush kuja kutarget high ya hii candle, kwa sababu nakuwa nishapata buyers ya time frame kubwa kwa kutumia just some few candles. Ukiachana na hiyo issue, pia hii concept inaweza kusaidia kwenye kutrade ya consolidating market. Kwa mfano unapokuta market ina consolidate, let's say kwenye price ambazo zina consolidate, let's say Euro GBP, unapocheki consolidating market, kwa mfano kama ukitrack kwenye maeneo kama haya, unaona maeneo kama haya, maana yake hapa yani hauna buyers nzuri. Current price action inafanya maamuzi gani? Unaweza natumia kama kumark hizi area, na zimark hizi area, alafu naenda kwenye time frame ambayo naweza nikapata taarifa fupi kwenye hili eneo. Kwa sababu nashumu hizi movement hazijatokea, nataka nipate better buyers, naenda kwenye more higher time frame, kuweza kwenye daily napata buyers nzuri kwenye ama eneo. Na naona kitu gani? Naona sasa kwamba kwenye daily inaniambia kwamba nimekuwa nishapata sweep, alafu nikaenda kufanya closure above hii candle iliyotengeneza sweep. Maana yake inaniambia kwamba
hizi ni area za kufocus na buy kwenda kutarget hii next high ya hii candle, na ndo price ikafanya jamaa lake. Ningerudi sasa nikaangalia kwenye haya maeneo kuja kupata some early entries za kubai kabla time frame, kabla market structure yangu ambayo naitumia kawaida haija show more confirmations. Kosa ninge drop down kuja kupata confirmations, kuja kupata entries kwenye hiyo consolidating time frame yangu hapa chini. After this closure nikuja ku take buys from this area, nikaendelea kupush price to the next buy side liquidity hapa juu. Na hivyo ndivyo inavyosaidia. Inasaidia tu kupunguza some noise za time frame ndogo na pia kukupa maamuzi mazuri ya time frame kubwa. So that's all. Na pia nitaongelea issue ya some sweeps, liquidity sweep, kwamba sio kila sweep inakuwa ni inakupa reversals. Maana yake tunaangalia zile sweep ambazo ni za kutokana na time frame, kutokana na sessions, zile ndo huwa zinatoa some reversals. Nitaziongelea pia hizo sweep ambazo ni really na some fake sweeps au traps na nini. So that's all, thank you.